Ndugu zangu wapendwa, ni yule rafiki yenu Vincent Wellington. Nimerudi siku ya leo tuweze kujifunza mada ya Mungu na uchumi kwa siku ya leo. Leo nitajikita zaidi kwenye kipengele cha akiba ambayo kwa Kiingereza tunasema saving. Kipengele cha pili nitazungumzia kuhusu kuwekeza, kwa Kiingereza tunasema investing. Sasa tutajifunza utofauti wa hivyo vitu viwili, na ukishavijua utaweza kuvifanya kwa uzuri kabisa. Tukianza na kipengele cha kwanza ambacho ni akiba. Akiba ni nini? Akiba maana yake ni nini? Akiba maana yake ni kutenga pesa zako mahali salama kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Unatenga pesa zako, unaziweka mahali salama kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Sasa tunaweza tukaangalia kitu gani unafaidika kwenye kuweka akiba. Faida ya kwanza tunasema faida yake inakuwa ndogo. Fedha unakuwa nazo, lakini faida itakuwa ni ndogo. Au muda mwingine unaweza usipate faida kabisa. Unaweza ukapata fedha yako bila faida, au faida ikawa ndogo. Lakini upande wa pili tena, faida yake nyingine ya kuweka akiba, una uhakika wa pesa zako. Pesa zako kwa vile umezitunza sehemu salama, una uhakika kwamba pesa zangu nitazipata. Faida ya tatu itapatikana kirahisi. Yaani ukihitaji hiyo pesa utaweza kuipata kirahisi. Kwa hiyo ndizo faida za kuweka pesa. Unaweza ukajiuliza, akiba zinawekwa wapi? Kuna watu wanaweka kwenye vikoba, kuna watu wanaweka benki, kuna watu wanaweka kwa watu ili wawarudishie. Kwa hiyo ni namna yote ambayo unaiona. Wengine wanaweka kwenye vibubu, na natengeneza kisanduku, anakuwa anaweka pesa yake, kifika kipindi fulani anavunja kile kibubu chake. Hiyo yote ni namna ya kuweka akiba. Sasa tunakuja kwa upande wa pili, kuwekeza, investing. Kuwekeza maana yake ni nini? Kuwekeza ni kutumia pesa zako kwenye jambo linalotarajiwa kuingiza faida baadaye. Unawekeza pesa zako kwenye jambo fulani ambalo unategemea litakuingizia faida kipindi fulani au baadaye. Kwa hiyo hii kwa ufupi inahitaji uvumilivu. Inahitaji kwanza uwe na imani kwamba hichi kitu ninachokifanya kitakuja kuniingizia faida kubwa. Kwa hiyo hapa unahitaji kwanza uwe na pesa. Kuna vitu ambavyo unahitaji uweze kuwa navyo ili uweze kuwekeza. Kitu cha kwanza unahitajika uwe na pesa. Huwezi kuwekeza bila kuwa na pesa. Kitu cha pili unahitajika uwe na muda wa kusubiri. Lazima usubiri unapowekeza. Na kitu cha tatu unahitajika uwe na rasilimali. Lazima uwe na rasilimali ambazo zitakusaidia kuweka pesa zako hizo. Kwa hiyo ili izae faida baadaye zaidi, unahitaji uwe na rasilimali ambazo unahakika nazo kwamba hizi rasilimali nilizo nazo hakika nitapata faida baadaye. Kwa hiyo ni muhimu kuwa na msimamo thabiti, kuwa na mpango thabiti katika uwekezaji wako ili uweze kupata faida kubwa. Sasa faida zake ni zipi kwenye kuwekeza? Faida ya kwanza, faida yake inakuwa kubwa. Ukipata faida inakuwa kubwa. Lakini vile vile unaweza ukapata faida ndogo. Ulikuwa unategemea faida kubwa, ukapata faida ndogo. Lakini mara nyingi wanaowekeza tunategemea wapate faida kubwa, asilimia kubwa. Lazima upate faida iliyo kubwa. Muda mwingine unaweza ukawekeza ukapoteza pesa zako. Umewekeza lakini pesa zako ukakosa. Kwa ndio maana nimesema unahitaji uwe na imani kubwa katika yale ambayo unayafanya katika kuwekeza kwako. Kwa hiyo mimi naweza nikakushauri kama mchumi siku ya leo kwamba
ni vizuri kuwekeza kuliko kuweka akiba. Unapowekeza unategemea utapata faida kubwa. Ukinunua vifaranga vya kuku ukavifuga vizuri, unategemea vikishakuwa utauza na utapata pesa nyingi. Lakini ukiweka pesa, umeweka pesa shilingi 10,000 ukaitunza mahala, ukamaliza miezi 6, 7, 10, ile 10,000 yako itakaa vile vile, haitabadilika. Ukimpa mtu utanipa shilingi 12,000, umempa 10,000 na atakupa shilingi 12,000. Na yule mtu akafanya biashara zake, mwisho wa siku akajikuta hata ile 10,000 ameikosa, atakwambia nimekosa, nivumilie. Kwa utakosa pesa yako na utakosa shilingi 10,000 yako na utakosa faida yako shilingi 2,000. Lakini kama umewekeza, si ajabu zile rasilimali unaweza ukazitumia kwa namna nyingine, lakini pesa ukawa umeikosa. Kwa hiyo kuwekeza ni kuzuri kuliko kuweka akiba. Kuweka akiba si nzuri sana, bora uwekeze ili uweze kupata faida iliyo kubwa sana. Mungu wangu wa mbinguni akubariki. Fuatilia chaneli yangu ya Vincent Wellington kwenye mitandao ya kijamii. Ukinitafuta YouTube utanipata, ukitumia app inayoitwa New Pipe ukasearch Vincent Wellington utapata. Na ukinifuatilia Facebook, WhatsApp utaweza vile vile kunipata. Hata TikTok utaweza kunipata. Mungu akubariki. Ubarikiwe na Bwana katika neno hili. Amen.